Bwana, mimi nina ujauzito. Nikamuuliza ujauzito wa nani? Umeona, akaniambia mimi ujauzito mwenyewe sielewi mwenye nao, lakini leo hii anakuja kuniambia ni mjamzito na hamfahamu hata mtu aliyempatia ujauzito. Kwa majina naitwa Samba Lekwezi, najishughulisha na biashara. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2013 ndipo ambapo nilikutana na mpenzi wangu wa kwanza au my first love. Nilikuwa natoka nyumbani asubuhi, natoka nje, nimetoka tu nje, ghafla nikakutana na binti alikuwa amemshika mtoto anamsindikiza shuleni, na wamekaa nje ya fensi ya nyumbani pale. Kwa hiyo baada ya kumsalimia nikamuuliza jina, akapokea vizuri. Basi ikawa ni siku ya kwanza hiyo, nikamwacha nikaingia ndani. Nilivyoingia nikaendelea kutathmini, dada ni nani? Moyo wangu tayari ulikuwa umeshapiga kwamba kiukweli yule moyo wangu umeshampenda. Siku ya pili nikavizia tena kwamba muda huu kama ni muda wa shuleni basi atakuwa amekuja tena. Kwa asubuhi tena nilivyoamka nikaenda nje, nikamkuta tena, bahati nzuri ndo anapita, nikamsubiri, tukasalimiana, nikamuuliza jina, akanitajia jina lake. Kwa hiyo hayo ndo mazingira halisi ambayo nilikutana na my first love. Kitu ambacho kilichonifanya kuamini kama ni mtu sahihi kwangu, kwanza ni moyo wangu ulikuwa na msukumo mkubwa kwanza mara baada ya kumuona ile mara ya kwanza, tofauti na mabinti wengine. Unajua mpaka tunazungumzia mimi first love, tafasiri yake ni mara ya kwanza moyo wangu unashtuka kwa binti, mara ya kwanza moyo wangu unajua nini maana ya upendo. Kwa hiyo nilivyomuona tu ghafla moyo wangu ulipasuka, ulilipuka. Kwa baada ya kulipuka nikasema hapana, kwa nini imekuwa hivi? Kwa hata wakati naanza kuongea naye niliamini kabisa hili ndio chaguo halisi la moyo wangu. Kwa hiyo niliamini kupitia moyo wangu. Wakati ulionifanya nionekane ni salama ni zile nyakati nzuri ambazo nilikuwa nikikutana naye. Hasa mimi nilikuwa nasoma Mapambano Tuition Center kipindi hiko nakutana naye. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo, kuna juma ambazo siendi shuleni. Kwa hiyo baba na mama wakienda kazini, mimi nakuwa nimebaki na wafanyakazi nyumbani. Kwa hiyo panakuwepo na mfanyakazi wa kiume na mfanyakazi wa kike, mtoto peke yangu. Kwa hiyo na yeye akishapeleka mtoto shuleni anarudi nyumbani. Kwa hiyo muda ule yeye wa kurudi nyumbani anapita nyumbani kwetu, kwa anaingia ndani, tunakaa tunapiga story, anataka tule. Kwa kama nyumbani wameacha labda mkate, anasema hapana, leo tule supu. Ananunua supu, tunakula, tunaimba nyimbo. Na hakuna wakati mzuri kama ule ambao nilikuwa nikienjoy, ni muda mfupi hata masaa 2-3, lakini ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuniimbia nyimbo sana. Na by then palikuwa na nyimbo za kina Juksi, uzuri wako. Kwa hiyo ni miongoni mwa nyimbo ambazo zinaendeleaga mpaka kesho, naendelea kukumbuka ile moment na nini, ni zile nyimbo alizokuwa akiniimbia. Uzuri wako ilikuwa super sana kwangu. Baada ya nafikiri kuanzia 2013 mpaka 2015 nilitoka Dar es Salaam nikawa nimeenda Morogoro kwa ajili ya shule. Nikiwa shuleni nikirudi nyumbani tulikuwa tuko safi. Baada ya hapo mimi nikawa nimemaliza nikasafiri kwenda Tabora. Nilipoenda Tabora ndo palikuwa hamna tofauti ile sana, lakini nilianza kuhisi kama ni mtu ambaye kama ameanza kuwa na mahusiano mengine, kwa sababu ilitokea moment ya yeye kunipigia simu na kuniambia kwamba bwana, mimi nina ujauzito. Nikamuuliza ujauzito wa nani? Kwa sababu mimi kipindi hiko nina muda kidogo sijakutana naye. Umeona, akaniambia mimi ujauzito mwenyewe sielewi mwenye nao. Kwa hiyo ni kipindi ambacho
kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu, na kuanza kuhisi kumbe ni na mtu ambaye nahisi ananipenda, mimi nampenda na nimeshaachilia moyo wangu, na mimi naye kaachilia moyo wake kwangu. Lakini leo hii anakuja kuniambia ni mjamzito na hamfahamu hata mtu aliyempatia ujauzito. So kipindi hiko ndo nilianza kuhisi kama penzi langu linaanza kukumbwa na mawimbi mazito. Tukio moja mpaka kesho hajui kama niligundua, ni kwamba alikuwa nyumbani kwangu, tumelala mchana, tumepumzika tu. Kwa mimi nikatoka ndani naenda zangu toilet, wakati narudi nikakuta simu yake kwenye display imewaka, afu kuna message iko pale. Nikajaribu kuisoma ile message haraka sharp. Nilipoisoma nikakutana binti anamuuliza binti mwenzie kwamba wewe fulani ni nani yako. It means hao watu wako kwenye bato ya mwanaume, na nikija kujiangalia mimi by then sina mwanamke mwingine kusema ni nje na yeye. Kwa hiyo nikagundua tu kwamba kama huyu mtu anaulizwa fulani ni nani yako, inamaanisha yuko na mahusiano mengine, na haya mahusiano sio ya kwangu, maana mimi sina mtu ambaye anaweza kanipigania. Kwa hiyo na mimi nikarudi kitandani nikajilaza. Baadaye nikamwamsha, nikamwambia mama, simu yako ilikuwa inaita. Akainuka, alipoinuka kwenda kuangalia akasema simu haiti. Basi baada ya hapo akakaa kama dakika 2-3 hivi, akaanza kuhuzunika. Baadaye akasema ni nyie wanaume nyie. Basi tu huku ameshika kichwa. Wakati huo nikija kuangalia hakuna circumstance yoyote ambayo ilikuwa imepelekea labda yeye aseme nyie wanaume nyie kupitia mimi, ilikuwa hapana. Nikamuuliza, kwa nini unasema sisi wanaume? Akasema hapana tu, wanaume basi. Kwa nikagundua tu sio mimi, ni kweli ile sauti yangu ya kusema huyu anapigania mwanamume na mwanamke mwenzie ikawa imekaa sawa. Maumivu ambayo niliyapata, of course siku ananiambia na ujauzito na akaniambia anataka kutoroka nyumbani. Kwa hiyo alivyoniambia anataka kutoroka nyumbani, afu tukumbuke moyo wangu umeshampenda, naanza kujifikiria nimemzoea, nampenda, kwa nini atoroke nyumbani? Anasema ataenda kujidhuru, inamaanisha sitomuona tena. Kwa hiyo ilikuwa momenti ngumu sana. Nakumbuka nilikuwa na dadangu mmoja anaitwa Ana Maria Kwezi. Alikaa na mimi sana, akaanza kunisi, bro usifanye hivi, mbona hivyo? Niko stressed sana. Then ilinifikia kipindi ikanihit, nikawa hadi natoa machozi kwa sababu naona inakuaje? Kwanza moja akapewa ujauzito na mtu ambaye hafahamiki, pili anataka kuondoka nyumbani. Kwa hiyo nikawa na mkusanyiko ya yale matukio, lakini pia naumia kwa kunicheat, naumia kwa sababu anataka kuondoka, naumia kwa sababu nampenda. Kwa hiyo yale maumivu yote yale yalikuwa yamekusanyika, yamekuwa kama kitu kimoja. Kwa hiyo nilihisi moyo wangu kama unataka kubasti, na guess what, nilikuwa najaribu kuanza kumshawishi mzee kama inawezekana basi asafiri kutoka Dar es Salaam aje Tabora kule, ili kwa ajili ya kuweza kumhifadhi mpaka atakapojifungua na mambo mengine yaendelee. Licha ya kuwa yale yote ambayo alikuwa ametenda niliona ni makosa, lakini nikagundua tu kwamba ni mwanadamu, anakosea, mtu yeyote anaweza akakosea, basi hivyo. Lakini kumbe ilikuwa ni uzushi, alikuwa amenitegea mtego. Dada yake nikampigia simu nikaongea naye, akaniambia hapana, ngoja nifuatilie. Alipofuatilia akaniambia hapana shemeji, kwa sababu hana mimba, ila tu alikuwa anakuchekecha aone. Kwa hiyo ile pia ndio ilikuwa alert kwangu kwamba kwa nini anichekecha aone hivyo.